nauliza nyinyi, kama mko na shida na Wakikuyu, hamuko na shida na Wakikuyu kuliko sisi wa Kalenjin. Tuko na shida kubwa zaidi. Sawa? Lakini ikifika mahali unatofautisha maneno, unaweka maneno ya tofauti za kijamii kando, unatafuta serikali kwanza, kwa sababu ile serikali itakusaidia kutatua matatizo ulio nayo. Hata hizo mashamba zenyu tutazivamia, na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sponsor, sole sponsor, singular financier of Azimio and the machinery that is Raila Odinga. Kuna vile Rais Ruto anacheza kama yeye. Na anajua kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawachagundua kwamba William Ruto anacheza safe. Na William Ruto anagonganisha watu wa mlima Kenya kiblani. Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwa wakati mwingine tunapoangazia katika masuala mawili matatu. Ni tena kuchanganya lugha kwa sababu ya mambo mawili matatu. Lakini ya muhimu ni kwamba nataka niweze kuangazia kwamba jinsi ambavyo ndugu yetu ama rais wa 5 wa nchi hii ambaye ni William Ruto, kuna vile anacheza watu wa Central Kenya and anafanya revenge, lakini anafanya revenge ambayo iko safe. Inataka tuweze kunisikiza katika ujumbe wa siku hii ya leo. Unajua wakati ambapo maandamano yanaendelea, nataka nikudhibitishie mambo mawili ambayo yanaonyesha kwamba hawa watu wa mlima Kenya wanatumika vibaya kupigana wao kwa wao ili kwa hii serikali ya William Ruto. Ruto angilikuwa anataka kupatiana revenge direct kwa President Uhuru Kenyatta, lakini kwa sababu alikuwa ni state na yeye ni president, ilikuwa ngumu kwa sababu wa Kenya wangemlaumu eti kwamba anapeleka revenge kwa rais wa 4 wa nchi hii. Ndio maana yake Aikene Kimani Ichung'wah. Ni kwa sababu gani Ruto anafanya revenge mlima Kenya kupitia kwa watu wa mlima Kenya? Anafanya revenge kupitia kwa watu wa mlima Kenya, akina Ndindi Nyoro, akina Rigathi Gachagua na Kimani Ichung'wah. Hawa ni anafanya revenge kupitia kwa watu watatu, kwake aliyekuwa rais wa 4 wa nchi hii. Kwa sababu Ruto angesimama anza kupenda revenge, ingekuwa ngumu sana. Ingekuwa rais tena ngumu, tena ingekuwa aibu kwake. Kwa hivyo yeye amesonga nyuma kidogo na amesongesha mbele Rigathi Gachagua, Ndindi Nyoro na Kimani Ichung'wah wafanye revenge kupitia kwa mtu wao. Na wakati ambapo watu wa mlima Kenya watakuja kugundua kwamba ilikuwa too late, wakati ambapo wameunganishwa vichwa, hii miaka 5 watakuwa divided into 2 kwa watu wa mlima Kenya. Just wait. Ni muda tu kidogo. Ni sababu gani inanifanya mimi nakuambia kwamba watu wa mlima Kenya wanagonganishwa ama wanakuwa divided na serikali ya William Ruto? Sikiza, nisikize. Kitu cha kwanza ambacho kinanifanya nikuambia kwamba serikali ya Ruto inagonganisha watu wa mlima Kenya, hata kama William Ruto amejitenga kiblani, hayuko karibu, amejitenga, lakini ameseti watu wake wanagonganisha watu wa mlima Kenya. Ya kwanza, angalia hii picha. Hawa vijana ambao walivamia kwenye shamba la Uhuru Kenyatta, imevamika vizuri kwamba wachache walisafirishwa na gari ya polisi ya mafunzo ya Kiganjo kulingana na Muthuku. Si mimi nimesema, Muthuku ndio posti hapo. Walisafirishwa na gari
ya polisi ya Kigancho kutoka Nyeri Town mpaka kule kwa shamba la Uhuru Kenyatta ama familia ya Uhuru Kenyatta. Kuna kijana hapa wanaangazia huyu. Ukiangalia kwa gazeti, kwa huyo kijana, kwa hiyo gazeti ya Daily Nation front page, picha hiyo kijana, Muthuku anasema kwamba huyu kijana anakona kazi biashara ya pawaso kule Nyeri Town. Kule Nyeri Town ndio kijana anapatikana. And this guy amepatikana kwa shamba la nani? La Uhuru Kenyatta. Na kwa ile shamba ya Uhuru Kenyatta kuna pawaso zilikuwa zinakata miti na muliana kwa macho. Inasemekana kwamba hawa vijana ambao walivamia shamba la Kenyatta family walilipwa pesa kidogo kulingana na ile pesa ambayo walikuwa agreement walikuwa wanafaa kulipwa. Kwa wakasafirishwa kule wakapatiwa pesa nusu, na kufikia sasa hivi hawajalipa pesa yote kwa sababu hawawezi wakacomplain. Nisikize. Watu wa Mlima Kenya wanaunganisha tu vizuri. Na haya ni kupitia kwa matamshi ambayo Kimani Ichung'wah alikuwa amezungumza wakati mmoja akiwa kwenye sherehe kwenye shule ambayo walikuwa wamehudhuria na naibu wa rais ambaye ni Rigathi Gachagua. Na alisema vizuri, hatutakubali kwa maandamano mnaharibu tu mali ya watu. Tutaanza na yenu. Tutaanza na mashamba yenu kubwa kubwa kule Northlands. Na akasema kwamba ujumbe wangu ninaupatiana kwake Uhuru Kenyatta, the sole singular sponsor of Azimio. Hata hizo mashamba zenyu tutazivamia na wenye hawana mashamba wapate mashamba Kenya hii. Musifikiri ati wananchi wa kawaida ndio watapoteza mali. Even you will pay a price if you continue to instigate violence and bloodshed in this country. And that is my message to none other than Uhuru Kenyatta, the sole sponsor, singular financier of Azimio and the machinery that is Raila Odinga. Hivyo ndiyo alisema. And haitachukua muda. Kwa hiyo maandamano, watu wamevamia shamba la Uhuru Kenyatta. The same land, the same scene ambayo alikuwa ametaja, ambayo imevamiwa. Sijui nitasema kwamba ni I don't know, but it is a coincidence. Yana matamshi alisema yanafikiana na actions kwa hiyo sehemu. Ndio maana nakwambia kwamba hawa watu wanapiga Uhuru Kenyatta kwa sababu gani? Uhuru Kenyatta alisimama na Raila Odinga. Watu wa Mlima Kenya watatu ambaye ni naibu wa rais Kimani Ichung'wah na Ndindi Nyoro, ambao wako na chuki na hii serikali wako na chuki na Uhuru Kenyatta kwa sababu Uhuru Kenyatta alisimama na Raila Odinga. Ndio maana kuna vita ya ile mali ambayo wako nayo. Kitu kingine ni hiki. Watu wa Mlima Kenya mtapiganishwa. Mtapigana nyinyi kwa nyinyi. Lakini wakati ambapo mtakuja kugundua kwamba mlikuwa mnapiganishwa, itakuwa ni 2027, wakati wa uchaguzi, wakati ambapo mmetengana, wakati ambapo sasa Rais Ruto atachukua mkondo kule Western na Nyanza, mahali ambapo ameanza kuchenga. Tangu sasa nyinyi chuki yenu kuja kuisha, mkuje kitu kimoja, mtakuwa mmepata yenu imeisha. Najua kama kuna siku moja Rais Ruto alisema kwenye video moja, kama kuna watu wako na shida na Wakikuyu ni Wakalenjin. Yeye ndiye alisemanga tu huyu rais huyu. Na akasema kwamba wakati mwingine inabidi kwa sababu ya kutafuta uongozi wanaingia pamoja na Wakikuyu ili wafanye nini? Ili wapate uongozi, ili wakutatue shida zile ambazo wako nazo. Tatizo gani hizo ambazo wako nazo?
ile chuki wako nayo na Wakikuyu. Yeye alisema mwenyewe, video zipo kwa mtandao, zipo video zipo. Huyu rais huyu alisema kwamba kama kuna watu ambao wako na chuki na Wakikuyu ni Wakalenjin kuliko kabila zingine zozote, na akasema kwamba wakati mwingine inabidi shida zile ambazo wako nazo zinawafanya wanaingia pamoja na Wakikuyu ili wapate uongozi wakuja kutatua zile shida ambazo wako nazo. Shida gani hizi? Ndio hizo wameanza sasa. Wakati huo Ruto amechukua nafasi mwenyewe ili kuseti watu wa Mlima Kenya kupiga ndugu yao ili wapatane revenge kwa niaba ya nani? Ya William Samoei Ruto. Ili wakati ambapo watakuwa wamekuwa wamesambaratika, sasa ndio wakati huo Ruto atakuwa anasema kwamba nao sasa amethibitisha ile ndoto yake. Nauliza nyinyi, kama mko na shida na Wakikuyu, hamuko na shida na Wakikuyu kuliko sisi Wakalenjin. Tuko na shida kubwa zaidi, sawa sawa. Lakini ikifika mahali unatofautisha maneno, unaweka maneno ya tofauti za kijamii kando, unatafuta serikali kwanza, kwa sababu ile serikali itakusaidia kutatua matatizo ulio nayo. Na watu wa Mlima Kenya haitakuwa tena jinsi ambavyo wamekuwa na ile legacy kwamba watu wa Mlima Kenya ni watu ambao wako kimoja. Kuanzia sasa hivi, kuanzia Monday, wakati ambapo waliguza shamba la familia ya Kenyatta, kwisha wa Kenya, jiuliza tu swali moja. Kwa nini watu wa Rift Valley hawajaenda kwake Moi wamnyang'anya ile mashamba, ama waanza kunyang'anya ile mashamba, ama wavamie shamba la Moi? Gideon Moi kwa Azimio, Gideon Moi kwa Azimio, Gideon Moi haku support Ruto. Mbona watu hawakwenda kuvamia shamba la Moi, mali ya Moi, vitu za Moi kule Rift Valley? Hakuna hata mtu mmoja alienda kuvamia. Wakati ambapo Moi alikuwa hai, William Ruto ambaye ni rais alienda kwake Gideon Moi na akafungiwa, hakuingia kuona Moi, akaonyeshwa madharau. Lakini Ruto rais hajapeleka kitu ama revenge. Jiulize swali, watu wa Mlima Kenya, mbona watu hawakwenda kuvamia katika shamba la Moi wakati wa maandamano? Next ni hii swali langu, wakati ambapo walivamia kule kwenye kiwanda cha Raila Amolo Odinga, mbona wakana dakika chache wakarusha tu mawe kwa kiwanda cha Raila Amolo Odinga, lakini wakachukua siku mzima kuvamia shamba ya Uhuru Kenyatta? Swali ni hili, kati ya Uhuru Kenyatta na Raila Amolo Odinga ni nani anafanya maandamano? Ni nani anapeleka watu kwa street? Ni nani anapeleka watu kwa maandamano Kenya mzima? Ni Uhuru Kenyatta ama ni Raila Amolo Odinga? Kama uko na swali, kama uko na jibu ambira ambaye anapeleka watu maandamano, haya pasi, swali langu ni hili, kama ni Raila Amolo Odinga, mbona wanavamia Uhuru Kenyatta na si Raila Odinga? Mbona watu wavamia siku mzima kwa Uhuru Kenyatta na si Raila Odinga? Ushacheki? Na unisikize watu wa Mlima Kenya, kama mnanipata, sikizeni vizuri. Nyinyi mnatumika kupiganishwa kupitia kwa viongozi wenyu.
Jana nimetazama interview moja ya Kimani Ichung'wah, na uliona jinsi ambavyo body language, jinsi ambavyo alikuwa anazungumza Kimani Ichung'wah. Ulipata vizuri. Kimani Ichung'wah alikuwa rude, arrogant, mtu ambaye hakuwa anataka kujibu maswali, kupatiana content in the national TV. Ila tu ni kiburi, maringo, kifua, vitu zingine haziko. Sasa ile kitu ambayo imepaki ni hii. Wakimaliza, unajua Uhuru Kenyatta hata zungumza, yeye ametulia, amewapatia macho. Na mkumbuka vizuri sana, tukielekea uchaguzi, Uhuru Kenyatta alizungumza na nyinyi, aliwaongelesha vizuri, hasa watu wa Mlima Kenya. Aliongea kinyumbani, watu mkamdharau. Ni cheki ile kitu imepaki sasa. Haya yote yamefanyika na William Samoei Ruto ambaye ni rais hayupo nchini Kenya. Itafika wakati wa 2027 atawauliza, wakati sisi mko napigana nyinyi ndugu zenu, sisi mlipiga Uhuru Kenyatta, ni mimi si kwa mimi, ni kwa German, mimi ni kwa Berlin, mimi kwa nipigana na Uhuru Kenyatta, si mimi namheshimu shalale yala hey. Na huo wakati atakuwa anataka tu kura kidogo kutoka kwenyu, sehemu zote kidogo, kwa sababu amechenga Western, anachenga Nyanza. Mnaona kule Kisii hakuna maandamano, anachenga Kisii, anachenga Western, and then anaenda kuchenga kule Coast. From there Mlima Kenya hata wasimpatia kura, sasa hivi ni rais, atatumia all means akuwe rais. Na akimaliza 2032, akimaliza 2032, huo uongozi atapeleka vizuri Western ama kwingine. Lakini Mlima Kenya, poleni sana. So kama ni watu wa maandamano walikuwa wamevamia shamba la aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta, maaskari wangefika kule na wafanye nini? Waweze kurescue. Lakini maswali bado yamepaki. It's okay. Mimi sitasema vibaya, but nimeambia kwamba watu wa Mlima Kenya mnatumika vibaya. Check na mtazama vizuri. Kimeumana kwa watu wa Mlima Kenya. Ruto ako ina mission kuwatenganisha. Jinsi ambavyo alikuwa amesema kwamba nirudie matamshi, video zipo, hata kama mmeona hizo video zipo. Alisema kwamba kama kuna watu kuna shida kubwa Kenya hii, na watu wa Mlima Kenya na Wakikuyu ni Wakalenjin, lakini wakati mwingine inapidi wanaingiana pamoja ili kutafuta uongozi. Kwa sababu gani? Kufanya nini? Ili kutatua shida zao ambazo wako nazo na Wakikuyu. Nauliza nyinyi, kama mko na shida na Wakikuyu, hamuko na shida na Wakikuyu kuliko sisi Wakalenjin. Tuko na shida kubwa zaidi, sawa? Lakini ikifika mahali unatofautisha maneno, unaweka maneno ya tofauti za kijamii kando, unatafuta serikali kwanza, kwa sababu ile serikali itakusaidia kutatua matatizo ulio nayo. Na sasa amechukua uongozi, hasa anatumia Wakikuyu kujiuana wao kwa wao, kumalizana wao kwa wao, ili kumaliza ile moja ambayo tumekuwa tukiona Mlima Kenya. Na kuanzia Monday kuendelea, Mlima Kenya imekuwa imetenganishwa na imetenganishwa na imetenganishwa. Kama mniguza Uhuru Kenyatta, poleni sana, tuonane baadaye.